nikakuja kugundua ya kwamba familia yesiendelea ikiwa mwanamke anapenda kufanya vitu huko kwao mahali amesaliwa. Yaani maendeleo yake ni huku mahali alisaliwa, sio mahali ameolewa. Lakini Biblia inasema ya kwamba wanawake tutoke huko mahali tulisaliwa tukuje kufanya maendeleo mahali tumeolewa. Ndio maana unakuta mwanamke ndio mwanaume ameajiriwa na anapata pesa sana, lakini there is no progress. It is because huyu mwanamke anatoa pesa hapa, ana invest huko kwao. Na hayo maneno yanapatikana katika kitabu ya Psalms 45 verse 10. Biblia inasema ya kwamba tutoke huko mahali tulisaliwa, tuwasahau. Biblia ikisema tuwasahau, haijasema ya kwamba ukisikia simu mama ni mgonjwa usimshughulikie, bali tusifanye maendeleo huku. Yaani mtu amenunua ng'ombe, amenunua kondoo, amenunua kuku, hivyo vitu yote viko huko mahali alisaliwa. Anasema ya kwamba hapa sina matumaini. Unajua mahali umeolewa chochote chaweza kutokea. Sasa ikiwa bahati mbaya upate ni kuna kitu ya kutoroka nacho. Ndio maana poma haiendelei hata ingawa mzee ameachiliwa. Ukisoma hilo fungu Psalms 45 verse 10, Biblia inasema ya kwamba tuacheni watu wetu huko kwetu mahali tulisaliwa. Ikiwa tunafanya maendeleo tufanye hapa mahali tumeolewa. Mada la leo tutajifunza juu ya wajane, mayatima na wageni. Vitu tatu. Nikisema yatima, nikisema wajane, mjane, sijamaanisha mama aliyeacha bwana wake akakuja kuishi peke yake, ati huyu tunamuita mjane. Huyu si mjane. Hiyo basi nikiongea juu ya widow, I mean yule bwana wake aliaga. Sio wale waliachana. Walioachana tunawaita single mothers. Na vile mimi sijasoma mahali single mothers walifanya kitu ama mahali Biblia inawaruhusu wafanye ABCD. Huwa ninasoma wajane. Hiyo basi leo tutaangazia juu ya wajane, mayatima na wageni katika boma zetu. Mjane, tuko na aina mbili ya wajane. Aina ya kwanza ni mjane kamili, na kuna wajane hoi hai. Wajane uhuru na kazi, yaani wako uhuru kufanya chochote kile. Hao wote wako ndani ya Biblia. Nani atasoma 1 Timothy? Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 3. Nasema uheshimu wajane walio wajane. Uheshimu wajane walio wajane. Kweli kweli. Hiyo kumaanisha ya kwamba kuna wajane uhuru na kazi, na wajane kweli kweli. Wajane kweli kweli wanamtegemea Mungu. Ndio maana unaposoma kitabu ya Psalms 68 verse 5, Biblia inasema ya kwamba atakaye kuwa mwanaume wa mjane ni Mwenyezi Mungu. Hiyo basi mjane lazima awe mjane kweli kweli. Yaani mjane usiku na mchana. Mjane soko huru ni mjane. Lakini usiku si mjane. Hiyo basi kazi ya wajane uhuru na kazi, hawaendi shambani, hawafanyi chochote. Wao kazi yao ni kuchunga, aone ya kwamba simu yake battery iko full. Na hao pia utawasoma 1 Timothy 5 verse 13. Hawaendi kazi, hawafanyi chochote, hakuna maendeleo kwa boma, hata hawajui walipo watoto wake. Ndio maana nikawaambia wajane ni aina mbili. Mungu hutumia wajane kwa kueleza Injili. Mjane wa kwanza alitumika huko Serafati. Elijah akitumwa huko, Mwenyezi Mungu alimwambia nimeandaa mjane
ambaye atakuliza. Elisha kufika huko Serafati, akakutana na mwanamke mmoja alikuwa anaokota kuni. Akamuitisha maji. Ndio maana nikamwambia maji yametumika kwa Biblia mara nyingi. Akamuitisha maji ya kunywa. Mjane kwenda kuleta maji. Elisha akamwambia, usiniletee maji tu, niletee na kamukate. Mjane akamwambia, hapana, mimi niko na kaunga kidogo na mafuta kwa chupa, nitatengeneza tule na mtoto wangu tufe. Elisha akamwambia, nenda unitengenezee kwanza. Biblia inasema mjane alipofanya hivyo, kale kaunga na yale mafuta havikukwisha, maana Mungu alimbariki, unga ikaendelea kukaa kwa mtungi. Hivyo basi unaposoma katika kitabu ya Luke chapter 4 verse 25 and 26, Biblia inasema ya kwamba huko Serafati walikuwa wajane wengi, lakini Mungu akaamua kutumia mmoja. Ni kwa sababu gani? Alikuwa mjane halali. Hiyo basi ukiwa mjane, kuwa mjane halali na sio mjane soko huru. Na hiyo story ya Serafati, it is First Kings chapter 17 verse 8 onwards, inapatikana huko. Hivyo basi mjane akiitisha wageni ili na yeye aende kutunza wageni wa kanisa, mruhusu na yeye wakae huku, maana Elisha aliagizwa na mjane. Tusikatae. Wengi huwa tunakataa, tunauliza ya kwamba sasa huyu mgeni ni mwanaume, hadi kumaanisha ya kwamba ikiwa ni mwanaume ataenda kukaa aje huko kwa ile boma ya mjane. Biblia inasema Elisha alitumwa kwa mjane. Ndio maana nikakwambia ukiwa mjane na unataka kulisha watu wa Mungu, lazima uwe mjane halali. First Kings chapter 17 verse 8 and 9. Wakati mwingine huwa tunasumbua wajane. Sisi tulio na mabwana zetu, tulio na mabibi zetu, huwa tunasumbua wajane sana. Tunasumbua mayatima. Sasa nimeanzia wazee. Ikiwa mzee umeamua kusumbua mjane ya kwamba bwana yake hayuko, unasumbua yatima, unasema ya kwamba nipatie huyu mtoto niende kumtunza, nitamlinda, nitamchukua shule, akiingia kwa boma lako mtoto anakaa mjakazi, umelaaniwa. Biblia inasema wazi kwamba huyu mjane ama yatima akilia, hakika nitasikia kilio chake. Nani atasoma Exodus 22 verse 22 to 24? Kutoka 22 mstari wa 22. Biblia inasema kutoka 22 fungu la 22. Usimtese mjane. Hiki kifungu kinaenda direct kwa wanaume. Usimtese mjane. Usimtese mjane yeyote aliyefiwa na mumewe. Wala mtoto yatima. Akifanya hivyo nini itatendeka? Ukiwatesa hao wawili katika neno lolote, wao wakimulilia Mwenyezi Mungu, hakika nitasikia kilio chao. Atafanya nini? Na hasira yangu itawaka moto. Hasira ya Bwana itawaka moto juu ya hawa wanaume huwa wanasumbua wajane na mayatima. Nami nitawaua ninyi kwa upanga. Mungu atawaua kwa upanga. Na wake wenu watabaki wakiwa wajane na watoto mayatima. Hivyo basi unapochimba kaburi ama shimo, chimba kiasi, maana chochote chaweza kutokea. Haleluya. Mungu amesema hakika atasikia kilio chao. Hiyo basi wamama, ikiwa umeleta mtoto ni yatima, umemleta kumlea, mlee
even more than the way utalea watoto wako ikiwa unataka mibaraka. Lakini wengi wanaleta wale watoto, wanawasumbua. Watoto ndio wanaamuka saa 10 na alilala saa 6, watoto wake walilala saa 2 na wataamuka saa 12. Huyu yatima ndiye anajua maji ya mzee wako yale anaoga. Namuuliza, Jezebel, umeweka maji moto kwa bavu, umepeleka taweli huku, umepeleka sabuni, huyu mtoto wakwenda shule, umepoiza chai yake, umemtayarisha, wewe ungali unalala, lakini unatuma maripoti kwa yatima. Na ni kwa sababu yeye hana wa kumpigania. Lakini akiendelea kulia kwa Mwenyezi Mungu, jua ya kwamba lazima na wako watabaki wakiwa mayatima. Ikiwa umebahatika kukaa CDF na pesa zimetolewa na umeambiwa ya kwamba priority ya kwanza ni wachane na mayatima, peana. Ikiwa kuna zawadi ile ya mayatima na wachane, peana kwanza. Acheni kusema ya kwamba na mimi niwekea hii kidogo, tukimaliza na mimi nichukue kwangu. Wewe umekaribisha kifo na ni lazima. Hiyo basi, ikiwa umepewa nafasi, pea mchana na yatima nafasi ya kwanza, ndiposa uweze kupata mibaraka. La sivyo, wakilia kwa Mwenyezi Mungu, Mungu atasikia kilio chao. Na kuna baadhi ya wamama huwa wanasumbua hawa wachane sana, wanawacheka. Yaani unasikia mwanamke anasema confidently ya kwamba tangu mzee wa huyu mwanamke aage ndiye alianza kujitambua. Unaona, hivi juzi ndiye ameanza kuvaa vizuri, ndiye ameanza kusonga nywele, ndiye ameanza kufanya ABCD. Wewe unapochimba shimo, chimba kiasi, maana chochote chaweza kutokea. Nani atasoma Isaiah 47 verse 8 and 9? Na kuna baadhi ya wamama ama wazee anasikia ya kwamba kijana fulani amewawa huko Nairobi na mwili wake umehifadhiwa city moja. Alafu akiongelesha mtu anamwambia, ikiwa kuna wakati Mungu ametuokoa ni wakati huu, wakati yule kijana amewawa. Yaani anafurahi ya kwamba mtoto fulani amewawa, maana alikuwa korofi. Ukifurahi, naendelea kukujulisha ya kwamba unapochimba shimo kwa neno fulani, chimba kiasi, maana huenda mambo yatabadilika, uwe wa kwanza kuingia hilo shimo. Soma Isaya 47 mstari wa 8 na 9. Mstari wa 8 Biblia inasema, sasa basi sikia haya, wewe upendaye anasa ukaaye na kujiona salama, wewe usemaye moyoni mwako, mimi ndiye wala hapana mwingine, nani kama mimi, mwingine zaidi yangu mimi. Sitaketi mfano wa mjane. Mimi sitaketi mfano wa mjane. Yaani sitaachwa, sitakuwa mjane. Yule mwanamke alikuwa mjinga kiasi, ndio maana bwana yake akaaga. Lakini mimi siwezi kaa mpumbavu kama yule mwanamke. Sitaachwa kamwe niwe mjane. Alafu wala sitajua kufiwa na watoto. Mimi hata watoto wangu hawatakufa, maana nimewatunza vilivyo, hawatawawa kama yule kijana wa fulani. Haya maneno mawili Biblia inasema fungu la 9. Lakini mambo haya mawili yatakupata katika dakika moja. Ni dakika moja, siku moja utakuwa mjane na utafiwa na watoto. Ufiwa na watoto na mjane. Yatakupata kiasi kitimilifu. Uchawi wako uchapokuwa mwingi. Hata uende mahali pale unaamini ya kwamba ukienda huko utasaidika, hautaona kifo.
kwa mlango yako. Sasa ni lazima. Hii inatoka kwa Mwenyezi Mungu, maana umeshinda ukitesa wengine, umeshinda ukichekea wengine. Lazima Mungu atatimiliza ahadi yake. Hivyo basi tunapowaona hawa wajane, wacha tuwaonee huruma. Ndio maana nikaleta difference between a single mother and a widow. Hivyo basi nimemaanisha akiwa single yeye tuwe tunamchekea, sijamaanisha. Lakini mimi programu yangu ya leo ilikuwa mchane na yatima. Ikiwa unataka Mungu akubariki, hawa watu wawili waonee huruma. Na kuna baadhi ya ile familia inapatika kuwa na mgeni, wena ikawa ni maid. Tunawafanyia vibaya, tunawatesa. Unamwachia mtoto tangu asubuhi mpaka jioni, unampanga kazi zingine. Ukikuja ukipata hajafanya zingine, unamgombanisha, unamchapa. Biblia inasema ya kwamba tusichokoze wageni walio milangoni mwetu. Mungu atusaidie na wao tuwaone kama binadamu. Yaani umemtesa na yeye pia yale machukizo, yale machuto anarudisha kwa mtoto yako. Ukienda anabaki akitesa mtoto, maana na yeye huyu mtoto ndiye atamchapa. Hivyo basi Mungu atusaidie. Maana hawa Biblia inasema ya kwamba kuna mtoto mlemavu kwa Biblia. Yule maid alikuwa anaachiwa, alikuwa anakimbia na yeye amuokoe mtoto, kwa bahati mbaya akaanguka. Na kama sio hiyo kukimbia, huyu mtoto angewawa. Mephibosheth akiwa mlemavu, hiyo ni kwa sababu maid alikuwa anakimbia na yeye, alikuwa anatoroka na yeye, kwa bahati mbaya akaanguka. 2 Samuel chapter 4 verse 4. Hiyo basi ikiwa unafanyia maid vizuri, na yeye ataacha uhai wake kwa mtoto. Lakini ikiwa unamsumbua, na yeye pia anasumbua mtoto, na hata akiona mtoto anateseka, anajua ile saa unakuja, ndiye anatunza mtoto vizuri. Hivyo basi Mungu atusaidie sisi kama Wakristo, tukiishi na hao watu tuwajue. Kuna wakati mwingine unapata mama ameaga, baba ameaga, watoto wamebaki peke yao. Na unapata anko za hao watoto, ile mipaka ambayo watu wa zamani waliweka, baba ameanza kung'oa, ameanza kuweka upya, na ameanza kusongeza sasa kwenda kwa shamba ya mayatima. Biblia inasema ya kwamba usisongeze mpaka ya mayatima, uingie shamba ya mayatima. Lakini wengi wetu na sio watu wa mataoni, ni wale wa huko ushago. Anasema ya kwamba wacha nitunze hawa watoto, nitawapeleka shule, nitawalisha. Anatumia mashamba ya hawa watoto kujitajirisha. Yatima akipita ikiwa anatakikana aende national school, na yule wake hakupita, ana interchange. Yule wa national school anamleta day school, maana yeye ana wazazi. Alafu baadaye wake anamchukua national school. Lakini wacha mtihani utoke, akianza kufanya application, anapata ya kwamba yule alichukua national school ametoka na E. Alafu huyu aliweka day school, na kwa sababu alikuwa yatima amepata A. Hii ni kwa sababu gani? Biblia inasema ya kwamba hawa tukiwatesa, wakilia kwa Mwenyezi Mungu, hakika atasikia na hasira itawaka juu yetu, hawa wenye kuwatesa hawa mayatima. Biblia inasema ile mipaka imewekwa, tusitoe, tuingie shamba ya mayatima. Proverbs 23 verse 10. Methali 23 mstari wa 10. Mstari wa 10, Biblia inasema, usiondoe alama ya mpaka wa zamani. Usiondoe alama ya mpaka wa zamani. Ikiwa
Wewe ni kichwa cha koroma, kichwa ngumu, utaondoa. Usifanye nini? Wala usiingie katika sasa, usiingie katika shamba ya mayatima. Usiingie. Akiingia nini itatendeka? Fungu la 11. Kwa sababu mkombozi wao ana nguvu. Mkombozi wa mayatima ako na nguvu. Atawatetea juu yako. Haleluya. Maneno mengine huwa tunayaona tu na tunashindwa yanatendeka vipi. Ni kwa sababu ya ile vitu vidogo vidogo huwa tunafanya. Mungu anarudiza hasira yake kwetu sisi. Hivyo basi ile alama iliwekwa tuiache huko. Ikiwa tutawatunza hawa watoto wamebaki, wacha tu tuwatunze, lakini tusiondoe mipaka. Ndio maana unapata hata hapa mtu ameaga na ameacha ploti, na ploti iko na nyumba, ameacha watoto. Mmoja anaambiwa ya kwamba sasa wewe ndio utawatunza, wewe ndio utasimamia hiyo. Alafu akisimamia baadaye anawaambia siwajui na hii haikuwa ploti ya baba yako. Alafu anainuka kiasi. Akifika kileleni, mahali anaona ya kwamba hatarudi chini, Biblia inasema ya kwamba atarudi mara moja chini na hawezi kuinuka tena. Jeremiah 17 verse 10. Nani atasoma huko? Jeremiah 17 mstari wa 11. Mstari wa 11. Biblia inasema hivi. Kama kwale akusanyaye makinda asiyo yazaa. Ndivyo alivyo mtu ajipatiaye mali. Wala si kwa haki. Katikati ya siku zake taachana naye. Na mwisho wake atakuwa mpumbavu. Mwisho anakaa mpumbavu. Maana njia aliyoitumia kupata haya mali haikuwa halali. Hivyo basi ikiwa umebahatika kutunza mayatima, chunga sana. Ni heri usiwatunze ikiwa hautafanya kulingana na vile Biblia inasema. Ni heri uache, uangalie kwa umbali. Badala usonge karibu, uanze kuwatunza, alafu baadaye upate laana. I told you petty things destroy big things. Ile vitu ambavyo tunaviona na hiki ni kidogo sana. Hiki kidogo ndio kinaharibu vitu vikubwa. Hivyo basi Mungu atusaidie. Tunaposoma Biblia, tuelewe ni nini Mungu anataka tufanye. Na kuna wakati tunawakosea mayatima na wajane na wanalia kwa Mwenyezi Mungu, halafu sisi tunasema ya kwamba Mungu hawezi sikia kilio cha huyu. Mungu hawezi sikia kilio cha huyu. Mungu anasikia, Mungu anaona. Ndio maana Biblia inauliza na hao wanasema Mungu haoni, Mungu hasikii. Aliyeumba mtu na masikio, itakuwaje asisikie kilio cha mjane na yatima pamoja na mgeni? Psalms 94 verse 5, 6 and 7. Zaburi 94 fungu la 6, Biblia inasema wanamuua mjane na mgeni. Wanamuua mjane na mgeni. Wanasafisha yatima. Wanasafisha yatima. Wanawasafisha yatima. Wanawasafisha. Wanawafisha. Wanawafisha yatima. Fungu la 7. Nao usema Bwana haoni. Bwana haoni. Hata tukiwatesa, hata tukiwanyang'anya, Mungu haoni. Mungu wa Yakobo hafikiri. Hata hawezi kufikiria hii ni nini tunawafanyia. Hujamaliza? Fungu la 8. Enyi wajinga miongoni mwa watu, sisi tunaowatesa. Fikirini. Enyi wapumbavu. Lini mtakapopata akili? Ni lini tutakapopata akili? Fungu la 9. Aliyelitia sikio mahali pake asisikie. Aliyelitia sikio mahali pake akaona ya kwamba waje sikio ikae hapa.
Aliyelifanya jicho asione? Yaani aliyefanya jicho mbona asione wakati mchane na yatima anateswa? Na sisi tunasema ya kwamba Mungu haoni. Hii hata nikificha hajaniona, hata nikifanyia hivi hata akilia asikii. Yaani aliyeunda masikio hawezi kusikia. Tunajidanganya. Ndio maana Biblia inasema aliyeunda sikio akaiweka mahali pake lazima asikie kilio. Na huku tulisoma Biblia ilisema ya kwamba wakilia kwa Mwenyezi Mungu hakika atafanya nini? Atasikia. Mungu atusaidie. Tunapokaa na hao watu mara tatu, tukae na wao kwa hekima na maarifa, ili tunapoishi na wao wajisikie ya kwamba wako nyumbani, wajisikie ya kwamba na wao ni binadamu. Kwa ile njia tutawatreat kama binadamu. Tusiwaone kuwa wao ni wanyama. Tusiwaone ya kwamba hata tukiwatendea vibaya Mungu haoni, hasikii kilio chao. Ndio maana wengi wetu, wazee wetu wamewawa kwa sababu tunatesa wale wengine. Mungu amelipiza kisasi. Ndio maana wengi wetu, watoto wetu wamewawa kwa sababu tunatesa mayatima na wanalia kwa Mwenyezi Mungu. Wamewawa kiakili, wamewawa hata shuleni huku tunalipa karo lakini hawasikii. Ni kwa sababu tunatesa hawa. Yaani yatima anaenda shule saa 2 badala ya saa 12. Maana hajamaliza ile kazi ulimuagiza. Yeye anaishi kwa mateso, anakula akilia, na Mwenyezi Mungu anaona kilio chake. Hivyo basi ndio maana Biblia inasema piga kelele. Isaiah 58 verse 1. Piga kelele. Isaiah 58 fungu la kwanza Biblia inasema. Piga kelele. Piga kelele. Usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Uwahubiri watu kwa makosa yao. Na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Ndio maana tumekuja hapa hii wiki tusome, tuone ni nini Mungu anataka tufanye tukiwa huko kwa familia zetu. Tujue ni vipi Mungu anataka tuishi na wengine. Ikiwa Biblia inasema hawa wasitendewe hivi na vile, tusome kwa Biblia, tusiache vazi hata moja tusisome ya kwamba tukisoma huenda tutakashirisha fulani, tukisoma huenda fulani atasema ni mimi waliona. Biblia inasema piga kelele, paza nini? Sauti, waambie dhambi na makosa yao. Ndio maana tunasoma Biblia. And I told you, chochote kile tutasoma kwa hii wiki, hatutaongea theory, tutasoma Biblia, tujue ni nini iliyo ndani ya Biblia na Mungu anataka tufanye nini kwa familia zetu. Mwenyezi Mungu awabariki. Amen.